Pole sana kijana, na kuwa mvumilivu katika hiki kipindi kigumu, maana huo ndio ukubwa. Mjumbe, mimi ni mvumilivu kweli, na mimi imeniuma sana msiba mdogo wangu, lakini nimpongeze sana Bwaga kwa ujasiri alionao, maana vijana wengine wanaogopa hata vivuli vyao, lakini Bwaga mpaka kwenda kukaa na maiti, amekuwa kijana jasiri sana. Mimi mwenyewe sijategemea kama angeweza kufanya vile. Bwaga ni mdogo wangu mimi, nimemlea mimi mwenyewe toka nazaliwa mpaka natambaa mpaka naona magoko yake yale anatembea. Mdogo wangu mimi ni jasiri, Bwaga hawezi kuniangusha kati ya hili. Vipi tena? Kokwa, nilivyoenda kujisaidia, wakati narudi nimesikia kishindo, na kile kishindo kinatoka ndani ya chumba cha maiti. Sasa sijui kuna nini. Achana naye bwana. Huyo ni Bwaga huyo. Analia kwa uchungu wa msiba ulimpika ndugu yake. Kwa hiyo mwache alie. Akinyamaza atalala. Wala sikuogopeshe. Lakini sawa. Ila Kokwa, kile kishindo sio cha mtu kulia, maana sio cha kawaida. Unajua msiba unauma eh?
Vipi nini, mbona mimi sikueleweni nyinyi? Kokwa, nilienda ndani mule, nilitaka kuingia kwenye chumba cha maiti. Mlango umelokiwa. Tena umefungiwa kabisa, inamaanisha kwamba Bwaga umemfungia ndani. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Tena nimemfungia kabisa na funguo nimeondoka nao hapa. Yaani wewe huna utofauti na wala mama ambao wanaanyosha watoto pitoni imadi alale, afunge mlango yaende klabu akacheze muziki. Ndio wewe. Maana kumfungia mdogo wako mlango ndani afu yeye kuna maiti ndo nini? Lazima nimfungie. Bwaga namjua mimi. Bwaga mapepe. Kwa unaweza kuacha mlango wazi akakimbia. Maiti kabaki peke yake. Mimi nikaamua mimi kumfungia. Nikabaki nafungua. Kuna shida? Tabu. Kuna shida? Hakuna shida. Muache. Ila atakaye kula na huko ajue kula na huko. Chuma janga kula na kwao. Nitakukuta. Mimi tena? We. Basi milango hilo tu Mungu anapenda kufanya kwa mimi. Basi mimi ngoja nikote moto fanya mjumbe. Basi hata moto. Na hivi mahindi hakuna kuchoma choma. Mtachoma jua. Kisha. Kokwa! Mama we! Dada Kokwa! Sister Kipipi Mimi huko naangamia jamani. Kokwa! Dada Kokwa jamani, mimi huko afadhali nilipokutana na wewe. Hivi unajua pale ulivyoongea yale maneno yako, mimi nilikuwa sijakuelewa kabisa. Na ndio maana nimeamua kuja huku ili tuelewane vizuri. Ulichokiongea pale unifafanulie. Kwa hiyo tulivyoongea muda ule pale ukajua mimi hapa kuna kitu chochote nataka kutoka kwako. Mimi mwenzako nilikuwa nimeongelea haya mabuga unayoyafanya. Hakuna chochote kwenye akili yangu kinachocheza kuhusu mimi na wewe. Utakuwa tu umenielewa vibaya. Sawa mjumbe? Unajua bwana, ingekuwa mtu mwingine mimi nisingekuja kulala hapa msibani. Ila mimi nimekuja kulala kwa sababu yako. Unajua siku nyingi tu mimi nilikuwa nakuelewa kweli. Na isitoshe mimi ni kiongozi wa serikali. Yaani ukinikubalia tu ombi langu nitakununulia nyumba. Na sio nyumba tu, hata kigari, ili upate kujimwamba fai mtoto wa kike. Kwa sababu serikali inalipa. Mimi nafanya kazi serikalini bwana. Unajua watu wazima kama sisi tupo lazi kuwafanyia kila kitu
watoto wadogo kama nyinyi. Kwa na kwamba nikubalie kipipi ili moyo wangu uridhike na ufarijike. Nipo tayari kujitolea kwa kila kitu. Huu msiba utakuwa kama wa makafa Michael Jackson. Jione mwenyewe maajabu ya Musa, maajabu ya Firauni. Vipi? Yaani kwa macho yangu naona maiti nakula nyama ya binadamu. Mimi nimechanganyikiwa, nimechoka mimi, sielewi namna kufanya nifanye. Mmeleta kuja kuniangamiza, kuniondoa uhai, si ndio eh? Bwaga. Umeshaanza mapepe yako. Hizo kelele ulizopiga sisi wote tumezisikia kule. Afu kitu unachopiga kelele hataki onekane. Nimeshakwambia punguza mapepe. Mbona mapepe yako sasa? Kumbe yani hizo kelele zote nilizozipiga, haya mang'amng'amu yanayoendelea, haya kuweza ungeweza kutoboa huko ndani, maiti nakula ta. Umeona? Sasa tubadilishane, wewe baki huko. Kisha baki huko, mimi nitaingia zangu huko, tutaenda kuratibu na masuala mengine hayo yote. Wageni wakija kule nitakuwa nawapokea na vitu vingine. Kwa hiyo baki huko, mimi nitaratibu mambo. Mimi nakusanya michango nje ya msiba. Ulinda maiti. Usiendelee. Lakini kile Kisanga kwa na roho ngumu ya kishujaa kile kankili. Hebu kaza. Sawa. Unasema kana nyama? Nyama gani mtu kashajifia pale? Acha uoga. Unavyowadanganyaga kwa ndazimu wasiokuwa na akili kama wewe. Wewe utanihudumia nini mimi? Alafu uangalie kwamba mimi nipo katika wakati gani, mimi nipo na machungu, nimefiwa na mdogo wangu na unakuja kuniambia broken fucking manake nini? Sasa nisikize nikwambie. Leo umenikuta mashetani kwanza ya kwetu wamepoa. La kwanza. La pili, na machungu, siwezi kuongea sana. La tatu, ile alijaisha baba mpaka aliishi. Nikimaliza msiba, mzee mjumbe nakwambia, ukiisha msiba na waitu nanuia shari ilika pa leo. Nanuia shari msiba ukiniisha mimi na mjumbe na zamani. Chuma chuma